muda sio kwanza kuulizana wewe nani au umetoka wapi. Kwa kweli hali ya mgonjwa sio nzuri. Mimi nimefika hapa ili tuweze kujua namna gani tunaweza kumsaidia huyu mgonjwa aweze kurudi kwenye hali yake ya sawa. Manake huyu nesi wako huyu amemchoma sisi sindano gani? Ana hali mbaya kabisa. Eti nesi, umefanya kosa gani tena kumchoma mgonjwa dawa ambayo haikutakiwa kumchoma? Imekuwaje tena? Jamani, mimi mwenyewe mbona sitambui? Sijamchoma sindano ambayo hataki kuchomwa. Mimi nilimchoma diclofenac injection, sindano ambayo ilikuwa inamtuliza maumivu na homa na joto lake lilikuwa limepanda sana. Sasa sijui huyu daktari anasema kwamba eti sijui nimemchoma sindano gani. Mimi mbona sijamchoma sindano tofauti na hiyo? Hata haya jamani. Yaani wewe mwanamke hata roho ya huruma hauna. Umemdunga mkaka wa watu msindano ambao hata hukuhitajika kabisa. Mnazidi kunichanganya tu, yani mnazidi kunivuruga akili yangu. Huo sio muda kupoteza kwanza kuuliza kwamba wewe ni nani, si unatoka wapi, si daktari gani. Huo muda sio wakati wake sasa. Ikifika wakati nitawaelezea mimi ni nani, lakini kwa sasa hivi inabidi twende tukawahi kwenda kumpatia huduma huyu mgonjwa, maana hali yake inazidi kuwa mbaya tu. Tukiendelea kuchelewa hapa, tukiendelea kuulizana wewe si daktari kutoka wapi, haitasaidia chochote. God have mercy upon us. Naona mpango wangu wa kichawi unaenda vizuri sana. Yaani hawa mpaka siku akija kugundua kwamba mimi sio daktari, ni daktari fake, bali ni mchawi ambaye nimekuja kwenye misheni yangu ya kuhakikisha na wavuruga hapa hospitali, watakuwa wameshachelewa sana. Watakuwa wameshachelewa. Ngoja tuendelee kujifanya hivi kama daktari kutoka Muhimbili. Dokta, niambie vipi? Anaendeleaje? Manake huyu nesi wako huyu alimchoma sisi sindano gani? Mwangalie maskini kijana wa watu, dereva bodaboda, hali yake alivyokuwa sasa hivi. Anahangaika tu kijana wa watu. Mercy upon us. So far so good. Mgonjwa hali yake sasa hivi sio mbaya sana, manake kidogo nimemkuta hali yake ya joto ilikuwa imepanda sana, manake temperature yake ilikuwa juu sana. Nimejitahidi kidogo kushusha joto lake, nilikuwa nasaidiana na huyu nesi. Tumejitahidi kile tuwezavyo. Kidogo hali yake sasa imeweza kurejea na ataamka muda sio mrefu. Kwa hiyo ondoa wasiwasi daktari mwenzangu, tutafanya kazi na kila kitu kitakaa sawa. Asante Mungu. Yaani kwa kweli mimi nilikuwa namuonea huruma sana yule kijana, hali yake alivyokuwa. Alikuwa anatetemeka tu. Nimekuja humu ndani, nimekuta anatetemeka tu kijana wa watu. Na ukiangalia maskini ni bodaboda. Si unajua tena hawa chakula chao chenyewe ni changama. Mpaka aende akazunguke barabarani ndio aweze kupata chote kitu. Kwa hiyo kwa kweli huyu nesi wako inabidi awe makini sana. Next time kosa kama hili linaweza likaribu kabisa taswira ya hospitali hii na kuichafua kabisa. Inabidi awe makini. Nesi Wazamu, nadhani umeona kitendo kilichotokea hapa. Mimi nilikuwa nakusifia tu muda sio mfupi hapa kwamba kazi yako ni nzuri, huduma unayotoa hapa ni nzuri, lakini kwa kweli unaanza kuniangusha rafiki yangu. Kwa nini unafanya makosa kama haya? Na isitoshe ukiangalia huyu ni mgeni kamekuja hapa, ni daktari kutoka Muhimbili, hospitali kubwa kabisa. Kwa nini unataka tuanze kuaibika mapema hivi? Hapana cha lakini, umefanya kosa, inabidi ukubali kosa lako. Usianze kupinga vitu ambavyo umeshaifanya. Sitaki uzembe ujirudie tena. Sawa? Yes, sawa daktari, nitajitahidi kuwa makini next time. na bado nitakuchongea wewe mpaka ufukuzwe hapa, nibaki mimi mwenyewe. Shoga, nimekusubiri muda mrefu kweli, haufiki tu. Na wewe na kazi yako ya mgahawa hiyo. Na bora tu nimekuta hapa nje, manake ningekuta umeingia ndani na muda wenyewe ulivyokwenda hii saa 4:30. Mwenzangu, ningepitiliza moja kwa moja. Saa 4:30 mbona bado mapema rafiki yangu, au unamwahi bwana wako? Hapana, leo nimechelewa sana. Kawaida mimi wanafunga saa 2:30, nikichelewa saa 3:30. Si tena kumweza nini bwana yule? Sina mjua alivyokuwa na gubu. Niambie shoga yangu haraka make uniambie kuna kitu nataka uniambie. Nikitoka kazini nipitie nyumbani kwako. Niambie ni kitu gani hicho shoga yangu? Shoga yangu ulivyokuwa napapana na wewe, hata sijapumzika hata kidogo. Basi sawa. Ni kuhusiana na ile issue ambayo nilikwambia pale awali nilipopita mgawani kwako, kuhusiana na nguvu ya pesa na jicho la tatu. Nataka shoga yangu ujiunge kwenye chama chetu. Nguvu ya pesa na jicho la tatu, lakini nilikuuliza muda ule inamaanisha nini? Hakuweza kuniambia vizuri. Au ndo mambo kina Chief Godlove haya, mambo ya Freemason. Mimi kwa kweli sitaki kujiunga na Freemason. Mimi nataka tu nifanye kazi ambayo napata pesa yangu halali. Kwani wewe hutaki kuwa mtoto mdogo mwenye pesa nyingi? Yaani sikia shoga yangu, ipo hivi.
kujiunga na nguvu ya pesa na jicho la tatu haimaanishi kwamba unaenda kujiunga na Freemason. Hapana. Nguvu ya pesa na jicho la tatu manake ni nguvu ambayo inakuwezesha wewe kuweza kumiliki pesa yako ukiwa huru kabisa bila kutumia nguvu nyingi sana. Shoga yangu, hamna mambo ya kutoa kafara kweli huko? Manake nasikiaga watu wanaojiunga na haya mambo lazima kwa kuna kafara tu. Shoga yangu, hizo ni mindset za watu. Watu huwa wanafikiria tu kila ukijiunga kwenye kitu kama hiki lazima utoe kafara, lakini sio kweli. Watu wengi wamejiunga kwenye chama chetu na hamnaga masuala ya kafara. Ukijiunga kwenye chama chetu unakuwa na nguvu ya kuweza kumiliki pesa yako wewe mwenyewe na unaenda kuwa tajiri kabisa. Mimi nakwambia shoga yangu, ukijiunga leo, ule mgao wako utaenda kujaa wateja mle. Basi sawa, inaonekana ni chama kizuri hicho. Na gharama ya kujiunga ni shilingi ngapi? Rafiki yangu, mimi siwezi nikakupeleka sehemu ambako utaenda kuteseka. Mimi mwenyewe niko kule, nishaona faida zake. Nikwambie shoga yangu, kujiunga ni bure, huwezi amini. Kujiunga kwenye chama chetu hiki ni bure, hakuna gharama yoyote ambayo unaotozwa. Sio kama vyama vingine, ukienda kujiunga lazima una pesa kujiunga. Shoga yangu, yani kama mambo yenyewe ndo hayo, mimi kwenye shimo la pesa lazima niwepo. Mimi nataka na mimi shoga yangu nijiunge kwenye chama chenu. Kwa hiyo naomba unipeleke moja kwa moja. Kesho nikipata muda kutoka kazini, naomba na mimi uniunganishe kwenye hicho chama na mimi niwe mwanachama wenu mpya. Okay, sawa shoga yangu, lakini kuna kitu kimoja nisahau kuambia. Ukisha sign mkataba wa kujiunga kwenye chama chetu, hakuna namna yoyote ile utakaofanya kujitoa. Hautaweza kujitoa. Utakuwa ni tajiri mwenye pesa, lakini ukishaingia kwenye chama chetu hautaweza kujitoa. Watu wamenikera sana. Hivi kazi ndogo kama hii wanashindwa kuifanya kweli? Yaani kwenda kuchukua vifaa vile vya bibi Nyamizi, wanakwenda mwisho wa siku waenda kuharibu kazi yote. Yaani wameniharibia kabisa watoto. Yaani mpaka naonea huruma, kichwa akuta huko. Bora mimi nilikimbia zangu tu mapema. Wewe yule bibi ana hatari yule. Mcheki na hili bwabwa, inacheka tu ovyo. Sasa nini kinakuchekesha mzee Msegena? Kwanza mimi nawasalia kukuuliza, ulikuwa wapi wakati sisi tunaenda kuloga na kuingia kwenye nyumba ya bibi Nyamizi? Ulikuwa wapi rafiki yetu? Maana tumejikuta tukiwa wawili mle ndani na wakati tuenda kuloga tukiwa watatu. Ndiyo, si unyama na nini rafiki yetu? Yaani ulichotufanyia, umetufanyia usaliti, na hii lazima tukaripoti kwa mchawi mkuu. Yaani wewe haiwezekani ukakimbia kwenye mission. Tumepewa mission ya kwenda kuloga kwa bibi Nyamizi, lakini wewe umetukimbia. Umetosha tuwe wawili tu na kitu tukuta kule. Kwa kweli, ni hatari sana. Wanangu kweli mabwege. Yaani nyinyi mnajua kabisa bibi Nyamizi jinsi alivyokuwa mchawi. Mnaenda kujiingiza kichwa tu. Hata mngepanga basi mbinu ya kuingia mle ndani, tungeweza kuingia njia nzuri. Nyie tu mnakurupuka tukulu kuku, mnaingia ndani. Mnadhani mnaenda kukutana nini mle? Pole yenu, mimi najua kimakuta cha moto kule. Ega tu mwanetu, wewe unajikuta mjanja sana. Sawa fresh mwanetu, sisi tumejichanganya. Leo tumekutana na kitu cha ladi. Sio kwa ladi ile. Yule bibi ametuchapa ladi. Yaani mimi mwili mzima hapa unahisi maumivu tu. Yaani nasikia maumivu makali kweli. Nataka niende nyumbani mimi nikapumzike kwa kweli. Poleni jamani kwa kichwa kuta. Hebu acha naye huyu kwanza. Sikia tuongee mambo ya msingi rafiki yangu. Sasa hapa swali la kujiuliza, tunarudi vipi kwa mchawi mkuu na kwenda kumwambia kwamba ile mission anayotupa ya kwenda kuloga kwa bibi Nyamizi imefeli? Tunaanzaje kwa kweli? Maana yule mchawi mkuu atatupa adhabu. Kwa kweli hii mission mimi nilijua ni ngumu toka mwanzo. Nilimwambia kabisa mchawi mkuu, bibi Nyamizi kwenda kwake sio rahisi tu. Lakini ameamua kutoa chambo sisi twende. Sema shega tu. Mimi kwa kweli mission nyingine ya kwenda kwa bibi Nyamizi, sobo tu, siendi hata kwa dawa, siendi. Kumbe umeona ya rafiki yangu. Sio kwa hadi zile. Yaani hapa mgongo mzima, sio kiuno, kila kitu kinaniuma. Weekend tu ifike rafiki yangu. Tuenzetu kwenye ile bendi, tukasikilize muziki mzuri wa yule mama. Mimi mwenyewe kwa kweli hii kazi ya uchawi naweza nikaiacha tu nikarudi zangu kufanya mambo mengine kwa kweli. Hapana. Hii kazi hii